It's some years since I stood here Nasikia imechukua muda kusimama mbele zenu because I've been away for quite some time. kwa sababu nimekuwa nje kwa muda mrefu kiasi. But I thank God because all this time God has been faithful. Lakini shukrani kwa Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu. I've got a lot of greetings from Kitui Mission. Niko na salamu nyingi kutoka utumishi kule huduma ya Kitui County. May you receive them because they are yours in Jesus' name. Kwa sababu ni zenu. I want to bring the word of God in a season like this. Ningependa kuleta neno la Mungu katika majira haya Because I know time is not on my side. Najua muda hauniruhusu. Especially today when we are planning to have our crusade the last day. Sasa leo tunapokamilisha mkutano wetu wa injili pale nje. We are punching Tasia one more time. Tunaenda kutupa ngumi ya mwisho kwa Tasia mara tena. For this month. Kwa ajili ya mwezi huu. As we prepare to come back in a mighty way. Tunapojiandaa kurudi katika njia kuu. And we really appreciate what our evangelism leadership is doing. Tunashukuru kwa viongozi wa uinjilisti, kazi njema wanayofanya. May God bless you and keep you. Mungu awabariki na kuwahifadhi. The message that we have read this morning, ujumbe ambao tunasoma asubuhi ya leo, is quite a number of times known because it's read over the Christmas time. Tunajua ya kwamba huu ujumbe tunausoma msimu wa Krismasi. And our children recite verses over the same. Na watoto wetu wanakariri hii mistari wakati wa Krismasi. And this makes us many times to fall into seasons that are made by men. Na wakati mwingine tunaingia katika majira ambayo yametengenezwa na wanadamu. And we fail to reposition ourselves into the season of God. Na tunasahau kujiweka katika nafasi na majira ya Mungu. Because nature in a natural way, maana katika njia yetu ya kiasili, we fall into obedience and into the record of history of how things happen. Tunaingiana na historia ya vile mambo hufanyika. But today I want to bring it from a very different angle. Nataka kuileta katika mtazamo tofauti. Because I believe in this house, sababu naamini katika nyumba hii, somebody listening to me, mtu ambaye ananisikiliza, somebody listening to my voice right now, ambaye anasikiliza sauti yangu, you need the word of God to be fulfilled over your life. Unahitaji neno la Mungu litimie katika maisha yako. And I want to say this before we continue. Nataka kusema ili kabla tuendelee. No matter how we are today, haijalishi vile tulivyo leo, and no matter the situation you are in now, haijalishi ile hali unayoipitia sasa, the word of God is enough power, neno la Mungu lina nguvu za kutosha to bring a transformation in your life, kuleta ubadilisho katika maisha yako, until your name changes, mpaka jina lako libadilike, and until your status changes. mpaka hali yako ibadilike. And as I deliver this message, ninapoleta ujumbe huu, someone's status will be changed today. hali ya mtu lazima ibadilike leo. You are not hearing me yet. Au nisikii kweli? I say somebody's status will be changed today. Hali ya maisha ya mtu lazima ibadilike leo. The Bible says Biblia inasema ya kwamba it was in the 6th month of the year. ilikuwa ni mwezi wa 6 wa mwaka. This is in accordance to the calendars of Jews. Ilikuwa ni kadri ya kalenda ya Wayahudi. I don't know what made God to send Gabriel at such a time. Sijui kwa nini Mungu alimtuma Gabrieli msimu kama huu. I don't know whether it is right to say this right now. Sijui kama ilikuwa ya kweli niseme hili kwa sasa. That is why, ndio sababu, unless we change into the calendars of Jews, mpaka tusipobadilika tuingiana na kalenda ya Wayahudi. If you read this scripture, unaposoma maandiko haya in an ordinary way, katika njia ya kawaida tu, then the birth of Jesus cannot be in December. Kwa sababu hiyo kuzaliwa kwa Yesu hakuwezi kuwa mwezi wa 12. Because this is the 6th month. Kwa sababu hii ni mwezi wa 6. So there is something we need to understand. Kuna kitu tunafaa kuelewa. Okay, I'll come back there because this is not our calendar. Ninashukuru Mungu kwa sababu hii si kalenda yetu. The Bible says in this month of the 6th month of the year, Biblia inasema mwezi wa 6 wa mwaka, God sends a message through his servant Gabriel. Mungu anatuma ujumbe kupitia kwa malaika Gabrieli. Gabriel is an angel that most times carried the message of God. Gabrieli ni malaika anayebeba ujumbe wa Mungu nyakati nyingi. Not once, not twice in the Bible. Si mara moja ama mbili katika Biblia. We find Gabriel delivering message to men. Tunaona Gabrieli akituma kupeana ujumbe kwa wanadamu. And
And therefore it is perceived Sababu hiyo inaeleweka. that it was the angel who used to be a messenger in heaven, Ni malaika aliyekuwa kupeana ujumbe kule mbinguni. purposely to deliver God's message to mankind. Ilikuwa ni ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. And therefore the Bible says he was sent to the to Mary. Biblia inasema akatumwa kwa Mariamu. And when he came to Mary, Alipokuja kwa Mariamu, he addressed her by her name. anamzungumzia kwa jina lake. There are people in the Bible Kuna watu katika Biblia whose names are never mentioned ambao majina hayajatajwa for some reasons best known by them. kwa sababu ya visababu But vinajulikana. the record here tells us Lakini rekodi hapa inatuambia when the angel came to Mary, malaika alipokuja kwa Mariamu, he knew that this is Mary. alijua huyu ni Mariamu. He began to talk to her like he knows who he is talking to. Alianza kuongea kwa yeye kama anajua huyu ni And Mariamu. he told her that you are highly favored, Mary, Akamwambia umeonewa kibali Mariamu, because the message that I carry, sababu ujumbe ninaobeba it really shows that there is favor of God upon you. unaonyesha kuna kibali juu ya maisha yako. When the angel is greeting Mary, Wakati malaika anamsalimia Mariamu, greeting is not part of the message God has given. salamu sio baadhi ya kile kitu ujumbe Mungu The amepeana. greeting of Gabriel Salamu za malaika Gabriel is in interpretation of how Gabriel feels ni vile Gabriel anasikia concerning what Mary is about to receive, juu ya kile Mariamu ako karibu kupokea, because he knew clearly sababu alijua waziwazi what this young lady is about to receive. kile huyu binti ako karibu kupokea. I have never seen another woman receive it. Sijaona mwanamke mwingine I anachokipokea. have never seen people, human beings, receive such a message. Naona mwanadamu mwingine akipokea hivi, And she is truly a favored person. sababu hiyo ni mtu aliyeonewa kibali. And therefore, while he is addressing her, Anapokuwa akiongea na yeye, she says, "You are highly favored." anamwambia wewe umepata kibali. And now, when Mary is wondering about the greeting, Na anaposhangaa juu ya salamu, it is now when the angel begins God's report to her, hapo ndipo malaika anaanza kupeana ujumbe wa Mungu. and he tells her, "Beyond you are going to conceive." Anamwambia utaenda kupata mimba. And then Mary gets even more perplexed. Na Mariamu anashangaa, Now you have greeted me in a funny way. umenisalimia kwa njia ya You kulazima. are now adding another message that I do not understand. Anaongezea ujumbe mwingine ambao sijui, That I am going to conceive. ya kwamba nitaenda kupata mimba. Can't you understand I am still a virgin? Je, unajua utaelewa kama mimi bado ni bikira? Angel Gabriel, can't you understand? Malaika Gabriel, wewe hauelewi. I am engaged. I have a wedding to come. Mimi nimepozwa, niko na harusi inakuja. And your message can make my wedding come to an end. Na ujumbe wako unaweza ahirisha harusi yako. Angel Gabriel, can't you understand? Je, Gabriel, si uelewe? You are interfering with the man's program. Wewe unaingilia kwa mipangilio yetu. What will happen about my life now? Ni nini itafanyika juu ya maisha yangu? Because once I conceive, Sababu mara moja ninapopata mimba, the man who was against me may leave me. ule jamaa amenipoza anaweza kunitoroka. Once they know I have conceived, Ninapojua nimepata mimba, they will have a different perception about my life. utakuwa na mtazamo tofauti juu ya maisha. Once they know I have conceived, Wanapojua nimebeba mimba, they are likely to brand me with another name, wanaweza kunipea jina lingine which is of mockery and abuse. ambao ni la kidharau na kutusiwa. Angel Gabriel, can't you understand? Malaika Gabriel, je, The auelewi? message you are talking about Ule ujumbe unaonipea is next to impossibility. umekaribia kutowezekana. Even if it is from God, Hata kama umetoka kwa Mungu, in our natural way of living, katika uzao wetu wa maisha, women like me cannot conceive wamama kama mimi hawawezi kupata mimba until after their marriage. mpaka wanzo waolewe. And the Bible says, Biblia inasema ya kwamba when he finished delivering the message, baada ya kupeana ujumbe, the woman asked the angel, na huyo mwanamke anamuuliza malaika, "How can it happen? je, jambo hili litafanyikaje? Because I'm yet a Kwa virgin. sababu mimi bado ni bikira, I have not yet met a man." sijakutana na mwanaume. And we know for it to happen, Unajua ili kwa sababu ifanyike, there has to be involvement of man. lazima kuwe na mwanaume. And the angel tells her, Na malaika anamwambia, "The message I have brought ule ujumbe
position you sikuweke kwa nafasi to conceive the promise. ili ukapokea ahadi. Because it is time for the fulfillment. Sababu ni wakati wa utimilifu. And in your natural way, Na katika njia yako ya you kiroho, cannot have it fulfilled. hauwezi kuona utimilifu. Joseph has not yet come into your life, Yusufu hajakuja katika maisha so yako. you cannot have it fulfilled. Hauwezi kuona utimilifu. You are yet a virgin, Bado wewe ni bikira. so you cannot have it fulfilled. Hiyo hauwezi kubeba mimba. There are boundaries which make you not to have it. Kuna mipaka imekuzuia usipokee. But because it has come from the high place, Sababu imetoka mahali pa juu. it has come from the highest order, Imetoka katika amri ya juu. we will cross the borders Sisi tumevuka mipaka. even without asking for permission. Hata bila kuuliza nafasi. I believe somebody is following me. Naamini kuna mtu ananifuatilia. Mary, in a natural way, Mariamu katika njia ya asili. we are meant to wait until you are married. Lazima tungojea And mpaka Joseph comes into your na life. Yusufu anakuja maishani mwako. Then you conceive your firstborn, Unapata mzaliwa wa kwanza. which will be likely to be 9 months after your marriage. Ambaye atapatikana baada ya miezi 9. But I have come to you before Joseph comes. Nimekuja kabla Yusufu hajakuja. And for your information, Kwa habari zako, Joseph will not be involved Yusufu hahusiki hapa until you have delivered. mpaka wakati unajifungua. Because what I expect you to deliver, Sababu kile natarajia it ujifungua is not the seed of man. sio mbegu ya mwanadamu. It is the seed of the highest God. Hii itakuwa mbegu ya aliye juu. Therefore, Mary, from now, Sababu ya Mariamu kwa in as much as you are a virgin, mpaka bradi tu wewe ni and bikira. it is impossible for a virgin, Na haiwezekani kwa bikira. God is coming at such a time Mungu anakuja katika majira haya. when it is a season of impossibility Wakati ni majira ya to kutowezekana. make the impossibility become a possibility. Kwani yasiyowezekana yawezekana. Therefore, Mary, prepare yourself, Sababu ya Mariamu jiandaa. because even not myself, Sababu ya sio mimi peke yangu. I am not the one to cause it to happen. Mimi nilisababisha ifanyike. After I have gone, Baada ya mimi kwenda, there is power being released kuna nguvu zinaachiliwa. by the help of the Holy Kwa Ghost, msaada wa Roho and Mtakatifu. He will overshadow you. Naye atakufunika. This is not about Joseph Si juu ya Yusufu. being involved. Hahusiki hapa. This is not about your knowledge Si hekima yako. being involved. Ihusike mahali And hapa. I want to tell you something. Nataka nikwambie kitu. Mary, whatever you are about to give out, Mariamu kile uko karibu kutoa it is a testimony to men ni ushuhuda kwa wanadamu. that God is together with you. Kwa Mungu ako pamoja na And wewe. as you prepare to conceive, Unapojiandaa it kujifungua, is the Spirit of the Lord ni Roho wa Mungu who will overshadow your life. atafunika maisha When yako. the Spirit overshadows you, Roho wa Mungu anapokufunika, whatever they did not expect kile hawakutarajia to see it being fulfilled, kuona kikitimiliwa. because at such a season, Sababu katika majira haya, Mary, we do not expect you to have a child. Mungu atatarajiwa na mtoto. But because of being filled with the shadow of God, Sababu ya kufunikwa na kivuli cha Mungu. because of being overshadowed by God, Sababu ya kufunikwa na kivuli. what men did not expect, Kile wanadamu hawakutarajia. they are going to see it. Wataenda And kukipata. whoever will not believe it, Na wale hataamini. the angels will be at the work. Malaika atakuwa kazini. There are angels on duty. Kuna malaika wako They kazini. will go to Joseph Wataenda kwa Yusufu. and they tell Joseph, Wamwambie Yusufu. it is by the power of God. Juu ya nguvu za So Mungu. do not fear to take your wife. Usiogope kumchukua mkeo. God is in this business Mungu ako kazini. because the time of fulfillment has come. Muda wa utimilifu umefika. Whether your wedding happens or not, Harusi ifanyike isifanyike. God is in the business Mungu ako kazini. to bring fulfillment Kuleta utimilifu about something in your life juu ya kitu maishani mwako. that's going to shake the enemy. Yabata kinampigisha The Mungu. Bible says Biblia inasema ya kwamba Mary was listening, Mariamu and it anasikiliza. became a time, Na ikafika wakati. and she understood the plan of God. Naelewa mpango wa Mungu. And these were the words of Mary. Hii ni kwa maneno ya If Mariamu. this is how God is going to do Kama it, hivi ndivyo Mungu atafanya. then who am I to say no? Mimi ni nani The nikataa? Bible says Biblia inasema ya kwamba Mary told the angel of the Lord, malaika akamwambia and now I see what God is about to do. na kile Mungu karibu kufanya. May it happen upon my
Joshua, how did you get it? ulipata namna gani? How did you get it? Ulipataje? How did you make it? Ulitoboa namna But gani? this is my word. Lakini neno langu Let it happen upon my life ifanyike kwangu as it is kama ilivyo the word of God. neno la Mungu. I want to preach you for a minute Nataka nihubiri kwa dakika in chache the name of Jesus. katika jina la Yesu. I want you to hear me, church. Nataka unisikilize The kanisa. season has come Majira yamefika that the word of God ili neno la Mungu spoken over your life ile neno juu ya maisha yako may pass. likuje kutimia. Now listen to this. Nisikilize mtu wa Mungu, Before we take off, kabla tupaya ndani, most of the promises of God ndani ya ahadi za Mungu over your life, juu ya maisha yako, when you compare with your education, unapozilinganisha na when you compare origin, unapozilinganisha when you compare with how you started life, vile ulianza, you see darkness ahead of you. unaona giza mbele yako, You see a lot of things that cannot happen. vitu haviwezi fanyika. You are just about to say, Uko karibu kusema I will die in my status. nitakufa katika hii hali You yangu. feel like saying, Unasikia kusema the mistake I did in the past ile makosa nilifanya pale awali has already swallowed my future. imemeza hatima zangu. You feel like saying, Unasikia kusema ya kwamba other people can make it, watu wengine wanaweza but kufurahi, not me. lakini sio mimi. You feel like saying, Unasikia kusema ya I kwamba was born to be cursed. nilizaliwa katika laana. You feel like announcing, Unasikia kutangaza I give up in life. mimi nimekata tamaa But maisha. I am here to talk to you. Niko hapa nikuongeleshe. When everything about you as a human being does not work, Wakati kila kitu kimefika mwisho kama it mwanadamu, does not mean it is the end. haimaanishi ni mwisho wako. It simply means Inamaanisha ili kwa urahisi switch off from humanity ondoka kutoka kwa and mwanadamu wako engage divinity. na uingie katika hali ya I say it again. nimekuja tena. Switch off from humanity Siondoe katika hali ya mwanadamu and engage divinity. na uingilie na hali ya Mungu. What I cannot receive by myself, Ile siwezi pokea kwa uwezo wangu, God will take it for me. Mungu atanisaidia What kupokea. I can't do by myself, Ile siwezi kufanya kwa mwanadamu, God will do it for me. Mungu atanitendea hicho. And therefore, when Mary Kwa realized hiyo Mariamu alipotambua, he saw there is a word of God aliona kuna neno la Mungu that has come before time ambayo inakuja kabla ya wakati, to change and define me in a new way. na nilielezea tena katika njia ya kiungu. Today I am talking to the church of Jesus. Zungumza na kanisa la Yesu. The word of God Neno la Mungu has gone ahead of you limekutangulia to give you a new name. likupatie jina The jipya. word of God Neno la Mungu has gone ahead of you limekutangulia to give the hopeless hope. peane walio na tumaini. The word of God Neno la Mungu has gone ahead of you limekutangulia to give life to the dead. peane uzima kwa walio The na word of God Neno la Mungu has gone ahead of you limekutangulia to give children to the barren. peane watoto kwa The tasa. word of God Neno la Mungu has gone ahead of you limekutangulia to bring healing to cancer people. uponyaji kwa walio na The saratani. word of God Neno la Mungu has gone ahead of you limekutangulia to give you a family, those who didn't have a family. jamii kwa wasio na jamii. Now listen to me. Sikiliza mtu wa Mungu. It is not about your boundaries. Si tu ya mipaka yako, It is about your faith. ni juu ya imani yako. Tell your neighbor, now I am a man of faith. Mwambie sana ni mtu wa imani. I don't care what I see. Sijali kile ninaona, I care what I'm hearing right now. sijali kile nasikia, I don't care what I know. sijali kile najua, I care the word I am receiving now. ninajali neno napokea The sasa. Bible says, Biblia inasema ya kwamba Mary told the angel, Mariamu akamwambia malaika, let it be according to your word. iwe kadiri ya neno lako. And this morning I came Na asubuhi ya leo in nimekuja the voice of God katika sauti ya to Mungu, announce to the men and women of God, kazi ya watu wa Mungu, let it happen upon your life ifanyike kwako as it is the word of God. ilivyo neno la Mungu. I wish I have a believer in the house. Nami ningekuwa na waumini I don't know what people say sijui watu wanasemaje before the word of God came. kabla ya neno la Mungu kuja. I don't know what they defined to you. Kile I walichokuelezea don't know the names they gave you. na jina waliyokupea, But I am here to announce, niko hapa kutangaza. that says the Lord, Mimi nasema Bwana, forget about the former things. sahau yaliyopita. I have come with another report. Nimekuja na habari I nyingine. have come with another message. Nimekuja na ujumbe
maombi We upokee. will not wait Hatutangojea until people tell us now you qualify. mpaka watu watuambie sasa umehitimu. Before they know what is happening, Kabla wajue kile kinafanyika. they will have realized God is in control. Sababu Mungu ako kazini. Can I announce something today? Tangaza kitu leo. Where men were in control before, where witches were in control before, where curses were in control before, God is taking it over. I say God is taking it over. I say God is taking it over. Tell your neighbor now, my God is in control. My God is taking over. My God is taking over. In my children, God is taking control. In my business, God is taking control. In my sickness, God is taking over. It is not by might and neither by power, but it is by the Spirit of the Lord. By the Spirit of the Lord, He will overshadow you. He will enable you. He will hold you high. In the name of Jesus. Somebody say yes. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema ya kwamba when Mary was asking, how is it possible? Mariamu akiuliza itawezekanaje? The angel said, the Spirit will overshadow you. Malaika anamwambia Roho wa Mungu atakufunika. How this chemistry will operate, I don't know. Vile hii kemia itafanya kazi sielewi. All what I understand, Mary, Kila ninaelewa Mariamu is that with God, nothing is impossible. kwa Mungu hakuna lisilowezekana. As long as it involves God, Mradi inahusisha Mungu, nothing is impossible. hakuna lisilowezekana kwake. What is looking like impossible in your life? Toka kama kiwezekani maishani. Ask your neighbor, what is impossible? Uliza jirani ni nini yakiwezekana? What is impossible? Ni nini yakiwezekana? And I will tell you, like some children in my school, Nitakwambia kama watoto kule shuleni when they write the word impossible, yeah, that word, wanapoandika hilo neno inawezekana, they put an apostrophe after I. wanaweka neno lingine pale kabla hujafika ai pale, They put an apostrophe, a comma, wanaweka koma pale juu, and they put a space between M and a P. na wanaweka nafasi pale kati ya M na, And now they read it again. wanairudia tena The kuisoma word impossible. neno lile inawezekana. After you put a comma after I, Weka koma pale juu ya ai, and you put a space between M and the P, na unaweka dash pale kati ya M na P. you can read it for yourself now. Anza jisomea sasa, You can read it for yourself now. anza jisomea sasa. It says, I am possible. Inaweza, I am possible. mimi inaweza. And Mary said, Mariamu anasema let it be so iwe kwangu in accordance to your word. kadiri ya neno lako. I only came for one word in this Kwa house. neno moja katika hii nyumba. And I announce it to the audience. Ninatangaza kwa kongamano hili. Thus says the Lord, Hivi yasema Bwana, I am ushering you ninakuingiza to the realms of fulfillment of my word. katika nyanja za utimilifu wa I neno. know where you come from. Ninajua mahali unatoka. It looks impossible. Inakaa haiwezekani. Where you come from, Mahali unatokea it cannot happen. haiwezi fanyika. But thus says the Lord, Hivi yasema Bwana, even the word itself, hata neno lake peke the yake, word impossible, neno lile haiwezekani. it is saying, I am possible. Inasema ninaweza. And I announce in the house of God, Tangaza katika neno la Mungu. our faith is taking us Imani yetu inakupeleka to the platform of katika possibilities. nyanja za kuwezekana. Mary told the angel, Mariamu anamwambia malaika, let it be upon my life iwe juu ya maisha yangu as it is the word of God. ilivyo neno la Mungu. I come in the power of the voice of God. Kuja kwa sauti ya Mungu. I announce to everybody in the house, Pia kila mtu katika nyumba it is going to work in your life. itafanya kazi maisha. Let the word of God take control. Neno la Mungu lichukulie I usukani. say, let the word of God take control. Mungu lichukulie usukani. I say, let the word of God take control. Neno la Mungu lipate nafasi. And today I came to say, Leo nilikuja kutangaza. God promised us Mungu alituahidi. in the year 2025, Katika mwaka wa 2025. His promises will be fulfilled.
Did God say by the stripes of God you are healed? Let it be so. Did Jesus say, I am poor that you may be rich? Then let it be so. Did God say, I will lift you and sit you with a great man? Then let it be so. Did God say, I will restore the wasted years that were eaten by the caterpillar and destroyed by the cacawads? Then let it be so. Did God say, I will restore your children? Then let it be so. Did God say, I was put on the cross that I may carry your curse, so that I am cursed and you are blessed? Can I say like I hear it? Every curse in the house today is being overturned into a blessing, because Jesus was cast that you may be blessed. If you're hearing me, say yes. No matter where you are, no matter what has happened, thus says the Lord, that time has come. My word will happen, will be manifested upon your life. Hallelujah. Look at your neighbor straight on the face. Mwangalie jirani macho kwa macho. Tell him right now, Mwambie sasa hivi, don't wait for my education to work for me. usingoje elimu yangu ifanyie kazi. The word of God is working for me. Neno la Mungu linafanya kazi juu ya maisha yangu. Can I announce something here today? Nitangaze kitu siku ya leo. There are people seated in this meeting. Kuna watu wamekaa katika mkutano huu. Your supervisors, Msimamizi wako kazini, your bosses mkubwa wako kazini are speaking negatively about your life. wananena kinyume juu ya maisha yako. But I want to bring this announcement. Lakini nataka kuleta tangazo hili. It will not happen as they planned. Haitafanyika kama walivyopanga. And you're not hearing me. Au nipate vizuri. Their plan is going to scatter. Their plan is going to burn. Let it be upon your life as it is the word of God. Let it be upon your life as it is the word of God. How many of you seated here do you believe Ni wangapi tumeketi hapa tunaamini ya kwamba the word of God neno la Mungu can transform you linaweza kukubadilisha from being the tribe people know uwe utoke kwa kabila watu ambao wanakujua to the tribe people have never known. uingie katika kabila ambalo watu hawajakuelewa. Do I have believers in the house? Inawaamini katika nyumba. I cannot count how many times. Siwezi hesabu ni mara ngapi. If I don't speak my vernacular, Kama siongei lugha yangu ya nyumbani. I cannot count how many times. Siwezi hesabu ni mara ngapi. People tell me, Watu wananiambia, I thought you are from coast. nilidhani wewe umetoka kule pwani. I thought you are from Kenya Central. Ninadhania wewe umetoka pande za mkoa wakati kule. I thought you are from Western. Nilidhani wewe umetoka kule mashariki. People have mistaken me for all tribes in our country. Watu wamenipa majina yote ya makabila yote ya nchi yetu ya Kenya. The other day I was talking to a guy from Uganda. Jamaa mwingine nilikuwa namuongelesha kutoka nchi ya Uganda. When he met me, he said, are you from Kenya? Akaniuliza wewe umetoka Kenya? I told him, yes, I'm a Kenyan, born Kenyan. Nimemwambia nimezaliwa hapa Kenya. He told me, you're speaking English like you come from Uganda. Unaongea Kiingereza cha kule kwetu Uganda. I told him it's because the grace upon my life is international. Nikamwambia neema iliyo juu yangu ni ya kimataifa. Because what else do I say? Nikasema nini? I have never been to Uganda myself. Mimi sijaingia Uganda I'm mwenyewe. only planning to go to Uganda. Niko na mpango wa kuingia pale. But the grace of God Lakini neema ya Mungu can transform somebody. inaweza badilisha From what people think kulingana na kile watu to what God wants. kuingia katika mpango. And this morning, Na asubuhi ya leo in the year of fulfillment,
grace. I say I am releasing dimensions of grace in the ministry of the body of Christ. May God make you what He intended you to become. May the word of God make you. Every silent singer in the house, I shift you to a place of honor in the mighty name of Jesus. Every preacher seated under the sound of my voice, I shift you to your position in the mighty name of Jesus. You shall lay hands upon the sick and they shall recover. Let it be so according to the word of God. You shall rebuke demons and they shall flee away. Let it be so in the name of Jesus. You will preach under revelation. Let it be so in the name of Jesus. You will own a great congregation than the one that I am leading. Let it be so in the name of Jesus. May every ministry seated amongst ourselves be seated to a position of recognition in the name of Jesus Christ. Number 2, everybody seated here, but you are struggling because you are an IDP in the realm of the spirit. Where you are supposed to be is not where you are. I command every realm around you to lose you from now in the name of Jesus, and to shift you to a position. May the word of God push you now from being in the field watching the cattle and then go to the palace where it is sown, because sooner or later you are going to replace him. Amen. Angalia jirani umwambie ninatoka malishoni nikielekea ikulu. Ninatoka malishoni nikielekea ikulu. Mwambie and so shall it be. And so shall it be. Hallelujah. Hallelujah. Kina ana mulio katika nyumba. Amen. Ningojeni na kuja na mimba ya Samueli. Hallelujah. Hamjui vile itaingia lakini inaingia. Kina Sara walio katika nyumba. Ninawaletea Isaka katika uzee wangu. Na hamjui vile itatendeka. Kina Zekaria katika nyumba. Ninawaletea Yohana katika uzee wangu. Hamjui vile inatendeka. Leo ninatangaza miujiza haiwezi eleweka. Inakuja kwa maisha yako, inakuja kwa biashara yako, inakuja kwa jamii yako, inakuja kwa maisha yako. Miujiza hawawezi wakaeleza, hawawezi wakaeleza, hawawezi wakaijua, hawawezi wakaitambua. Mungu anasema
kujisumbua watajisumbua. Ulipata aje kazi? Kwani unajua nani huko? Sijui mtu, lakini ninajua Mungu. Ninajua Mungu na Mungu ananijua. Can I give a prophetic word to somebody here? Neno la unabii kwa mtu hapa. Before the month of August, Kabla ya mwezi wa 8, your face, sura yako will be speaking riches and this is how you will know it is happening. hivi ndivyo utavijua One day itafanya. somebody will look at you. Mtu atakuangalia. Kwani ulikuwa ongeze kilo? Kwani ulikuwa mkubwa? Hivyo ndivyo utajua kumbe mlikuwa mnaniwazia mabaya. Mipango miovu mnaonipangia. Mipango miovu mnaonipangia. Haleluya. Nimelindwa kwa damu ya Yesu. Nasema nimelindwa kwa damu ya Yesu. Nimelindwa kwa damu ya Yesu. Nimelindwa kwa damu ya Yesu. Mariamu hatukujui, lakini mbingu inakujua. Dada, watu hawakujui, lakini shukuru Mungu anakujua. Hawakujui, shukuru Mungu anakujua. Na serikali hawakujui, shukuru Mungu serikali ya mbinguni inakujua. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. My God, Hallelujah. my God, Yes. my God, Yes, Lord. whatever they thought about me, walichangania juu ya maisha yangu, is different from what God is thinking. Whatever they said about me is totally different from what God is saying. I'm here today Niko hapa leo to make an announcement. kufanya tangazo. What God people said you are. Wewe sio kile watu walisema huko. You are what God said you are. Wewe uko kile Mungu alichonena kinywa chako. Let it happen over your life Ifanyike kwako as it is the word of God. kama ilivyo neno la Mungu. My time is over. Muda wangu umeisha. Let me say this. Wacha niseme hivi. As many as are listening to me, Kama wote wanaonisikiliza with the message that I came with, na ujumbe niliokuja nao a time and a season has come. na majira na wakati umefika, The word of God in this altar neno la Mungu katika madhabahu haya will shift you to where you are supposed to be. litakuinua uingie katika nafasi yako. Are you hearing me? Je, kuna mtu ananisikia? Men and women who have lived in shame, Wanaume na wake walioishi kwa aibu, people who have lived in this in rejection, watu wameishi maisha ya kutaliwa, people who have lived in bondage. wameishi katika maisha ya umateka. God told me Mungu akaniambia, their work is to allow my word. kazi yako ni kuliruhusu neno langu, Allow my word ruhusu neno la to Mungu occupy your hearts. limiliki mioyo yenu. Things are about to happen. Mambo yaliyo karibu kufanyika katika jina la Yesu. Things are about to happen. Mambo yaliyo karibu kufanyika. Where they left you Mahali walipokuachia is not where they will find you. mahali watakupata. You are not hearing me. Haunipati vizuri. Where they left you Mahali yesterday walikuacha jana is not where they will find you tomorrow. mahali watakupata kesho. The name they gave you yesterday Jina walikupatia jana. is not the name you shall be addressed with tomorrow. Jina watakuita kesho. And today I announce, Leo ninatangaza people seated here, watu wanaokaa hapa, the word of God neno la Mungu is about to position you. liko karibu kukuweka. I came to announce Nilikuja kutangaza the word of God neno la Mungu will position you. kuweka katika nafasi. Tell your neighbor, look at me. The word of my God, the word of my Father will position me. Waliokuwa wamedharauliwa, may the word position
waliokuwa wametukanwa, neno liwaweke kwa heshima. Waliokuwa wamelaaniwa, neno likuweke mahali pa baraka. Waliokuwa wamefika mwisho, maisha mapya yanaanzia. Wagonjwa katika hii nyumba, as I speak this word, power of healing and deliverance inashuka popote ulipo, inashuka popote ulipo. Nguvu za uponyaji zinashuka popote ulipo, zinashuka popote ulipo, katika jina la Yesu. Kila ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa presha, ninakuja na mafuta ya Bwana na ninatangaza leo minyororo ya magonjwa katika sasa. Minyororo ya magonjwa iyeyuka sasa. Kila kama za laana iyeyuka sasa. Roho ya mikosi na bahati mbaya ninakukemea leo. Achilia watu wa Mungu, achilia watu wa Mungu, achilia watu wa Mungu. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Watu katika nyumba hii. Ninakuvalisha, inakuvalisha vazi la heshima, inakuvalisha matumaini tena, inakuvalisha heshima tena, inakuvalisha utukufu. The Bible says, by the word of God, kwa neno la Mungu Israel walked. Waisraeli walitembea. By the word of God, na kwa neno la Mungu Israel stood. Wana wa Israeli wakasimama. Today I decree, leo ninatangaza, as many as believe the word of God, wote walioliamini neno la Mungu, we are beginning to move. tunaanza kutembea. I am speaking movement now. Tunanena kutembea sasa. From one glory to another. Toka utukufu kwenda mwingine. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu Kristo. Every shackles, kila minyororo of stagnation in your life, they are losing your life now. That you may walk to another level. I can feel the cloud of healing moving in the house. Stomach pains, back pains, chest pains, arthritis is losing the people of God. Every pain, wherever it is, I declare right now, in the name of the living God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, receive your healing, receive your healing, receive your healing, in the mighty name of Jesus. Yes.
portion. Maudhaifu na magonjwa sio sehemu yako. Every shackles of diabetes in this congregation, Kila minyororo ya ugonjwa wa kisukari katika kongamano hili, I command it to leave now. na kuamurisha uondoke I sasa. am speaking healing over the lives of God's people. Nena uponyaji juu ya maisha ya watu wa In the Mungu. mighty name of Kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. Today, by the grace of God, Leo kwa neema ya Mungu, I'm losing people from the shackles of poverty. ninafungua watu minyororo ya umaskini. The grace of God is upon my life. Neema ya Mungu iko juu ya maisha yangu. To announce over your life today, Kutangaza juu ya maisha yako leo. lack is not your portion. Ukosefu sio sehemu yako. I don't know whom I'm talking to. Sijui naongelesha na. Lack is not your portion. Ukosefu sio sehemu yako. Poverty is not your inheritance. Hili sio urithi wako. And right now I declare, Sasa hivi natangaza. by the works of the cross, Matendo ya msalaba. which made Jesus poor, Alifanya Yesu and he made him a curse, kufanya laana. that you may be blessed. Ili ubarikiwe. May the grace of a shadow your life now. Ikufunike. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Jina kuna Yesu. Kabashakatalaba. Hallelujah. Neema ikufunike. God is raising ministers in our ministry. Mungu anainua huduma katikati yetu. God is releasing an anointing upon you to serve. Mungu anaachilia neema ya kutumika. People of God will serve God Watu wa Mungu watamtumikia Mungu without being pushed, bila kusukumwa, without being reminded, bila kukumbushwa, without being called on for. bila kuitwa kusimu. Lift up your hands as I make my last prayer. Ili mikono yako na kufanya ombi la mwisho In the name of Jesus. kwa jina la Yesu Kristo. You are God. Oh my God, you are God.
tuinamishe vichwa vyetu kwa neno la maombi. You are in this congregation today. Uko katika And you have not given your life to Jesus. haujapeana maisha yako kwa Yesu. God wants this to be upon your life as it is His word. Mungu anataka maisha yako yawe vipi neno lake lilivyo. You're here, you're not born again. Uko hapo unajijua vizuri au hujaokoka? You're not born again. Au hujaokoka? I would like to pray with you. Ningependa kuomba na wewe. Don't fear people. Usiogope watu. If you're in this congregation Kama uko katika mkutano huu and do not remember at any given time, au kumbuki siku hata moja seeking God in repentance, ukimtafuta Mungu kwa maisha ya toba, I'm here to pray with you. niko hapa kuomba na wewe. Where are you, couple? Uko hapi? Songea mbele. Are you there? Uko pale? Don't hide. Usijifiche. I want to pray with you. Ningependa kuomba na wewe. Are you here? Je, uko hapa? Uko hapa? Uko hapa? If I count to 3 and if you don't come, I will be finishing. Nikihesabu 1, 2, 3, kama unje itakuwa nakamilisha. 1, 1, 2, 2, 3. nambari 3. Lift up your hands, everybody. Inua mikono yako. Everybody. Yes, Lord. I am with William here. Niko na William hapa. He wants to receive Jesus. Anataka kumpokea Yesu. I feel convicted in my spirit there is another person. Nashawishika moyoni mwangu bado kuna mtu mwingine. Are you there? Je, uko pale? I'm not pushing people. Mimi sitakusukuma. Salvation is moving in this house. Neema ya wokovu inatembea katika nyumba hii. What's your name, my brother? Jina lako ndugu yangu? Samuel. God, William and Samuel with me here. William na Samuel ndani ya nyumba. Oh, Jesus. Tukifika jina la Mungu wetu. I request our pastors this morning. Naomba wachungaji wetu pamoja. The power of salvation is in the house. Nguvu za wokovu ziko katika nyumba. Oh, shala da da bakatoria zai. Katika jina la Yesu Kristo. Shila da 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 bakata. Jina la Yesu Kristo. The blood is still fresh Damu ingali kwa to bibi save. ili kuokoa. Oh my God. Bwana
From today, as it is the word of God, who died on the cross for their lives, and today they have received Him, so shall it be over their lives. I dedicate them to you, God. Spirit of backsliding, I rebuke you. Lord, from today, these are not lost. Today they have been found. I decree the grace to stand firm. In the name of Jesus. And by the help of the Spirit of God, I bless you today. William, you are blessed. Samuel, you are blessed. In the name of Jesus. The grace of the living God overshadow your lives. In Jesus' name. God bless you. God bless you. Amen. Remain in this church. Na Mungu awasaidie. Hallelujah. You will preach the gospel. The seed of God is in your life. The seed of God is in your life. Amen. Tuwapigie makofi wanapoenda. Lift up your hands as I pray. Father, I thank you for your word. You send it and it healed your people. Before today evening, people will be testifying that it is upon their lives as it is your word. In Jesus' name we pray. Amen. We would like to take our offering this morning. kumtolea Bwana sadaka zetu. And those who are watching us online, na wanaotazama katika mitandao ya kijamii, we've got an M-Pesa number that you can use to give out your offering and your tithes. Tuna M-Pesa number unaweza tumia kutoa sadaka yako na fungu lako la 10. And it is allowed to be used. Na inakubalika kutumia hiyo namba. To all of us who are here, there is a number on your screen. Kuna wote wanaotumia simu, kuna namba pale. Your right offering or your right time, whatever it is, yes. You put an ash and you put your name. Unaweka tu sadaka ama ni fungu la 10, unaweka ash alafu unafuatisha jina lako pale. Don't put a space anywhere. Usiweke space mahali popote. It will be safe. Itakuwa salama. The rest of us will bring our tithes and our offerings to the altar. Wale wengine tunaleta fungu la 10 sadaka zetu katika madhabahu. I'll be praying for your tithe immediately after the offerings. Baada ya sadaka ndio tutaombea fungu la 10. Lift up your offering, everybody. Inua sadaka yako kila mmoja. Father, I pray. Baba, ninaomba as we bring our offerings into the altar, tunapoleta sadaka zetu katika madhabahu, may you receive them, Lord. Bwana ukazipokee. Accept us by our giving. Tukubali kwa utoaji wetu. And let your grace be sufficient. Neema yako itutoshe. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Please bring your offering. Leta sadaka yako.